Omba. Na jana tulisoma fundisho linalosema kufungua hifadhi ya mbinguni, na tuliona kile kinachofungua mbingu, kinachoruhusu kupokea mibaraka inayokuwa mbinguni ni maombi. Ndio maana tukaona ya kwamba muumini halisi muucha Mungu inambidi awe ni muombaji. Na siku ya leo tunakuwa na fundisho linalosema kwa kutazama. Fundisho ya leo inasema nini? Kwa kutazama. Na hapa kunakuwa mwandishi mmoja anayeitwa Justice von Liebig. Huyu ni mwanakemikia wa Ujerumani, ama alikuwa un chimiste allemand, na alikuwa wakati wa 18e siècle, ni nyuma kidogo, umepita angalau miaka 178 hivi. Huyu mwanakemikia alisema ya kwamba baada ya utafiti wake na uchunguzi aligundua ya kwamba ukosefu wa virutubisho unaweza kusababisha udongo usiwe na mbolea fulani, udongo usizalishe mimea. Alisema ya kwamba udongo unapokosa quelques éléments nutritifs, udongo huo si mzuri, udongo huo haufai kwa ajili ya kuzalisha mimea. Akasema na wenda unaweza kuwa na maelema zote zinazohitajika, lakini ukakosewa tu na mojawapo ya hivi virutubisho ama quelques éléments. Anasema ya kwamba udongo huo hautazaa, ijapokuwa una vingine vyote, ijapokuwa unaeleza sifa za kuwa udongo mzuri, lakini unapopungukiwa kidogo, udongo ule hauzai. Sasa hii inaendana na hali ya kiroho ya Mkristo. Msomaji utusomea Yakobo sura ya 2 mstari wa 10. Hii inaungana vema na hali ya Mkristo. Udongo unapokosewa na kitu fulani haufanyi nini? Hauzalishi matunda, ama udongo ule haufai kwa ajili ya kupanda mimea. Sasa na Yakobo anasema kuwa Mkristo anapopungukiwa na jambo fulani hazalishi matunda. Yakobo sura ya 2 mstari wa 10 inasema hivi. Ndio 10 yake inasema, maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja, ndio amekosa juu ya yote. Asante. Yakobo anasema ya kuwa mtu yeyote akishika sheria zote alafu anajikwaa juu ya moja, mbele ya Mungu inakuwa nini? Sufuri. Hii ni hesabu za kimbingu. Anasema 10 kuondoa moja ni ngapi? Sufuri. Hii ni hesabu za kimbingu. Mtu yeyote anaposhika sheria za Mungu alafu akajikwaa juu ya ngapi? Moja tu miongoni mwa sheria 10. Yakobo anasema ya kuwa ukakosa juu ya moja, ukakataa mojawapo ya hizi sheria 10 za Mungu, anasema ya kwamba hapo Mungu anakuhesabu ya kuwa umefanya kazi bure. Ndio maana huu mwanakemikia alisema ya kwamba udongo unapokuwa mzuri, una virutubisho vyote, unakuwa na elema zote nutritive za udongo, lakini ukapungukiwa na jambo moja, udongo ule hautazalisha kitu. Yakobo naye anaikariri katika maisha ya Ukristo. Anasema Mkristo atakayeshika sheria zote za Mungu alafu anajikwaa juu ya moja, mbele za Mungu inakuwa sufuri. Mbele za Mungu haujashika kitu chochote. Na ndiyo maana unapochukua tena Yakobo, hiyo Yakobo sura ya 1 mstari wa 23 hadi 24. Yakobo sura ya 1 mstari wa 23 hadi 24.
23 yake inakuja ikisema hivi. Ndiyo. Maandiko matakatifu yanasema, Asante. kwa sababu mtu akiwa ni msikaji wa neno tu. Mtu anapokuwa msikiaji wa neno tu. Msikiaji wa neno tu. Ndiyo. Wala si mtendaji. Wala si mtendaji. Mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Ndiyo. 24. Ndiyo. Maana hujiangalia kisha huenda zake. Mara kasahau jinsi alivyo. Anasahau jinsi alivyo. Yakobo anasema ya kuwa mtu yeyote anayesikiliza maneno ya Mungu akayasikiza vema, hii ni hatua, alafu asitende, analinganishwa na mtu anayejitazama kwenye kioo. Sababu kioo inakuwa na kazi ya kukuonyesha tu uchafu, lakini kioo haina uweza wa kuondoa uchafu. Unaweza amka asubuhi, sasa unalamuka unakuwa na matongotongo macho. Si mnajua matongotongo? Basi nazo mpaka tuziletae. Unalamuka uko na matongotongo. Sasa uko na matongotongo mumacho, unaenda mkioo. Sasa unaangalia mkioo, kioo itakuonesha uko na nini? Matongotongo. Lakini kioo haina uwezo ya kukutoa matongotongo. Sasa ukaondoka, Biblia inasema kama uko mpumbavu. Sababu kioo imekuonyesha kosa, lakini haitakuwa na uwezo wa kukuondoa kosa. Inakuonyesha uchafu, lakini haina mamlaka ya kuondoa uchafu. Sasa wajibu wako utafanya nini? Utaondoa uchafu, sababu kioo kimekwambia ya kuwa una nini? Una uchafu. Na unaposoma Warumi 7:7, Mtume Paulo anasema ya kwamba sheria za Mungu ni kama kioo. Sheria za Mungu zinaonyesha muumini njia halali ya kuipitia, lakini sheria za Mungu hazitaondoa makosa. Zinakuongoza kwa Yesu ili akusafishe. Warumi 7:7. Kwa wale ambao Warumi 7:7 inakuja ikisema hivi. Asante. Maandiko matakatifu yenye pumzi ya uhai inasema. Ndiyo. Tusemeje basi? Torati ni dhambi? Hasha. Hapana. Anasema ya kwamba tuseme nini? Paulo anazungumza na waumini fulani ambao wanasema ya kuwa sheria za Mungu zimepitwa na wakati. Wanasema ya kuwa kwa wale ambao wamempokea Kristo haiwapasi kushika sheria. Ndipo Mtume Paulo anawauliza, tuseme nini? Je, sheria za Mungu ni dhambi? Anasema hapana hata kidogo. Ndiyo. Inaendelea hivi. Walakini singalitambua dhambi ila kwa sheria. Anasema singalitambua dhambi ila kwa sheria. Kwa kuwa ndiyo singalijua kutamani ndiyo kama Torati isingesema usitamani. Asante. Paulo anasema ya kuwa sheria za Mungu si dhambi. Sababu singefahamu dhambi, sheria za Mungu zisingesema hii ni dhambi. Anasema singelifahamu kutamani ni dhambi, sheria za Mungu zisingesema usifanye nini? Usitamani. Anasema singelijua kuzini ni dhambi, sheria za Mungu zisingesema usizini. Ndiyo maana wewe kama Mkristo inakupasa kushika sheria za Mungu. Utazikubali sababu hii ni njia, hii ni mwelekeo inayokuelekeza katika njia ya kweli na haki. Sheria za Mungu ni kama kioo. Kioo kinakuonyesha uchafu, alafu hakitakuwa na uwezo wa kuiondoa. Sheria ya Mungu inakuambia usizini. Umezini, ndiyo umekosa. Alafu wajibu wako ni nini kama Mkristo? Ni kumwendea nani? Bwana Yesu. Ndio maana Paulo anasema ya kwamba sheria ni dhambi. Hapana hata kidogo. Sababu singalijua dhambi, sheria isingasema hii ni nini? Hii ni dhambi. Ndio maana Mkristo halisi, mcha Mungu wa kweli, atakubali kuongozwa na sheria za Mungu. Sasa Mtume Yakobo anasema ya kwamba unapokubali sheria, ndiyo hii ni hatua, lakini ukakataa mojawapo ya hizi sheria, umekosa juu ya yote.
Ndio maana usishangae unasema ya kwamba kuzini ni dhambi, unavikubali, alafu Biblia inakuchukulia kama mzinifu. Usishangai kuona ulisema ya kuwa kuiba ni dhambi, ndiyo, na hauibi, lakini sababu umekataa mojawapo ya sheria za Mungu, amri za Mungu zinakudai ya kuwa wewe ni mwizi. Ulisema ya kwamba ndiyo, nimekubali kutamani ni dhambi, lakini unakataa mojawapo ya sheria za Mungu. Bado sheria za Mungu zinakudai wewe kama ni mwenye kutamani. Na hasa tunapoacha unafiki, Wakristo wengi wanakubali kuzini ni dhambi, wanakubali kuabudu sanamu ni dhambi, wanakubali kuiba ni dhambi, wanasema kutokuheshimu wazazi ni dhambi, lakini hawakubali Sabato. Wanasema kutoshika Sabato sio nini? Sio dhambi. Ndio maana Yakobo anasema ya kuwa unapokubali yote sawa, ukajikwaa juu ya moja, mbele za Mungu ni sufuri. Usishangae sheria za Mungu zinakudai ya kuwa wewe ni mzinifu, ijapokuwa likataa nini? Sabato peke yake. Ndio maana nasema unapojikwaa juu ya moja, umekosa juu ya yote. Na Mtume Paulo anasema ya kuwa sheria za Mungu si dhambi. Anasema sheria za Mungu ni mwanga, zinatuongoza katika njia ya kweli na ya haki. Mathayo 5:17. Hapa na Yesu mwenyewe, Yesu anapohutubu, Yesu anapohubiri, watu wengi wanadhani ya kwamba Yesu ameondoa sheria, sababu hawakuelewa malengo ya Yesu. Lakini Yesu anakataa. Anasema hapana. Mathayo 5:17. 17 inasema hivi. Ndiyo, msizani ya kuwa nalikuja kuitangua Taurati. Yesu anasema msizani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii. La, si kuja kutangua bali kutimiliza. Anasema si kuja kutangua bali kufanya nini? Kutimiza. Kuna tofauti ya kutimiza na kuondoa. Kuna tofauti ya kushindilia na kutupa. Sasa Yesu anasema mimi sikuja kuondoa Torati. Mimi sikuja kuondoa amri za Mungu. Zinakaa hapo hapo. Maana anasema ya kuwa 18 anasema ya kuwa mbingu na nchi zinapita, lakini yodi moja ama nukta moja kwa sheria za Mungu haziondoki. Haleluya. Amen. Sheria za Mungu zinabaki kuwa takatifu siku zote. Na ndiyo maana Yesu anakataa madai ya Wakristo wanaosema ya kuwa Yesu kwa kufa msalabani aliondoa sheria. Yesu kwa kufa msalabani alikuja kukomesha sheria. Yesu yuko wazi anajibu, anasema sikuja kuondoa Torati bali kutimiza. Maana yake alikuja kushindilia. Na ndiyo maana mahali pengine Yesu anasema ya kuwa Musa aliwaambia ya kuwa usizini. Na mkafahamu ya kuwa kuzini ni wakati mume na mke, wakati msichana na kijana wanafanya kitendo cha kushikana mwilini, wanazini. Lakini anasema mimi nimekuja kutimiza. Anasema tangu sasa unapokusudia kulala na mke wa mtu, unapokusudia kuzini na mume wa mtu, tayari umevunja sheria inayosema usifanye nini? Usizini. Ndio maana Yesu anasema sikuja kutangua bali kufanya nini? Kupiga msumari. Yesu anakuja sindiria kitu kikubana. Amri inasema usitamani. Na Yesu anasema Musa aliwaambia msitamani. Lakini mimi nawaambia unapofikiria jambo mbaya moyoni mwako, unapofikiria mawazo mabaya kichwani mwako, tayari umefanya nini? Umetamani. Havikuonekana kimatendo, lakini ndani ya fikra yako umefanya nini? Umetamani. Ndio maana Yesu anasema sikuja kuondoa bali kutimiza. Ndio maana unapokuwa Mkristo ambaye unakubali kuingia katika njia nyembamba, unapokuwa Mkristo ambaye unakubali kuongozwa na Yesu, utashika amri zake. Ndio maana Yohane wa kwanza sura ya 2 mstari wa 3 kuendelea, hatusomi sababu ya muda, lakini mafungu ni mengi. Yesu anasema ya kuwa yule anayesema ya kwamba ni Mkristo, yule anayesema ya kuwa anamjua Yesu, sharti ashike amri za nani? Amri za Mungu.
Na anasema ya kuwa ukisema ya kwamba unamjua Yesu alafu usishike amri zake, wewe ni muongo na kweli haikai ndani mwako. Ndio maana unapokuwa Mkristo halisi, unapokuwa msafiri wa njia nyembamba, utakubali kuongozwa na sheria za Mungu, sababu sheria inasema usitamani. Sheria inakuongoza katika njia ya kweli na haki, inakuonyesha Yesu, alafu namwendea Yesu, anakuondoa madoa yote ya dhambi. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Sasa unapokuwa muumini ambaye umeshika sheria za Mungu, hapa kunakuwa njia fulani ambayo utaipitia kama muumini. Cha kwanza, utazuia macho yako. Muumini ambaye anashika sheria za Mungu hata tazama kila kitu. Na ndio maana wanashauria, wanasema wewe sa Mkristo hawezi kuwa naonesha watoto yako maseriseri, hawezi kuwa naona maseriseri. Juu unajua hizi seri za mingi ziko naharibisha vichwa vya watu, ziko naua watu. Hapa jana asante. Wanasema ya kwamba wewe kama muumini wa njia nyembamba utazuia macho yako na mambo fulani fulani. Sasa wanasema tuko nasikilizana nyuma, hatusikie. Sasa banatuambia kama sie wa Kristo tutazuia macho yetu na mambo fulani fulani. Kuko vitu vye utaona na vingine hautafanya nini? Hautaona. Wewe sa Mkristo utaona vitu fulani alafu vingine usifanye nini? Usione. Na ndio maana wanatuambia kama hizi maseri, mara mingi maseri ziko naharibisha vichwa vya watu. Mara mingi maseri ziko natuma watu wanapoteza mwelekeo. Mara mingi mafilme ziko natuma watu wanatoka munjia halisi, wanaacha mwelekeo halali wa kimbingu, alafu wanaiendea njia isiyokuwa halali. Na ndio maana hapa jana niko naongea na mtu ananiambia kama sa mtu anakufa, unaweza kufa hapa, unaenda zaliwa mahali fulani. Na muulizo livitoshaka wapi? Asante. Sasa niko naongea na mtu hapa jana, ni Mkristo. Sasa tuko tunaongea kuhusu hali ya wafu. Sasa ananiambia kama alikuwa hayaelewa, lakini kupitia mazingira ameelewa kama mtu anaweza kufa hapa, anazaliwa mahali fulani. Ananiambia kama kuko bebako hapa mdunia, lakini haiko watu wa kawaida, ni wa malaika bebaliasi mbinguni. Na mwambie bilo livitoshaka wapi? Asiwa huko naona kwa huko naona kwa serize ziko. Sasa unakuta kumbe juu ya kuonaona biko na chafula akili ya Wakristo. Mpaka mtu ananiambia kama huko betuko nao hapa kudunia, lakini ni wa malaika bebaliasi mbinguni. Sasa wakafukuziwa. Yeye ashaona seri, na ile seri ikamfundisha kama kumbe sazimane haiko mtu wa kawaida. Ndio maana maandiko yanasema kama wewe sa muumini utazuia macho yako kutazama mambo fulani. Watoto leo wako na chafuka akili. Vraiment leo serare des fois ni haiko vitu vya kawaida. Kuona mtoto mtamshika fungu 10 kichwani, anabana ni shairi 10 kichwani, lakini tusiseme watoto na watu wazima. Watu wako naona vitu vya mapashe ona vinaharibisha ubongo, mpaka mtu anakuwa saa zezeta, mtu anakuwa saa debile. Wanaishi juu ya nini? Iko naona na bihange pashaona sa Mkristo. Ndio maana we Mkristo uliyeamini kuna mambo utakayoona, mengine hautafanya nini? Hautaona, kwa ajili ya afya yako na kulinda mawazo yako. Unasikia nini?
Wesa muumini, uko nasikiliza nini? Leo tunajua miziki zinavuma, watu wanapenda siritu, hizi miziki ziko na mode. Watu wanapenda sana sana kusikia miziki za dance, miziki za marape, ma hip hop. Ndio watu wanapenda leo. Mpaka nyimbo za kimbingu, nyimbo za Mungu hazina nafasi masikioni mwa watu. Najua maana mara mingi unaona waimbaji hapa wako naimba, hakuna mwanahangaika na amina haiko, juu watu wako na chafula masikio yao. Uko nasikiliza nini? Najua maana unaona watoto wa mingi banajua nyimbo ze banajua, mtoto haiweza bana nyimbo ya kitabu. Mungu mwambia kuimbie kamatia chini, atakuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ananyonga, anajua kamatia chini, anajua zunguruka juu mzazi uisharibisha masikio yake. Mwangu unapigaka nini? Nyimbo gani zo unapigaka? Uko nasikia nini sa Mkristo? Pale mwaveni pale chini na kutana watoto wako naimba maziwa ya papa. Maziwa ya papa. Unaona wafie wanaimba, wanashika vifua, aseme maziwa ya papa. Mungu nasikia nini? Watu wanachafula fikara zao kupitia nyimbo. Sasa nazogelea mtoto mmoja, namwambia uko naimba maziwa ya papa ndio. Sasa maziwa ni ya papa, aseme sasa haujui kama maziwa inakuwa ni ya papa. Anaimba anashika maziwa, aseme maziwa ya nani? Maziwa ya papa. Tuko nasikia nini? Tunasikilizisha watoto wetu nini? C'est rare des fois kuona Mkristo apite neko na kuimbia nyimbo ya Mungu. Ni moja ya 10 kuona muumini anapita na iko naimba nyimbo ya Mungu. Masikio yake ashaka ichafula, anaiharibisha, ishaka kufa, hakuna vitu vya watu wazima viviko ndani. Na choma notona mtu anakupitia na Biblia, iko naenda kisha alisahau juu ni vitu vivisha ingia mudamu. Mfumo yake natumika vile. Iko na Biblia kisha iko na kuimbia nyimbo za Diamond. Nyambo yake bionako. Anashika pia Biblia kisha iko na kuimbia nyimbo za banani? Za Diamond, za Fally Ipupa, wa Inosbi. Na Biblia. Masikio yako inasikia nini? Sasa na miguu yako unatembeleaka wapi? Unafrekantaka milie gani? Wesa Mkristo. Siritu vile vinatuhusu sie jeunesse. Kuko behaba kwa pasai kumikutano, wamepuzia mikutano, wako na kalinye walitoka. Wako na anniversary wanaenda kafanyizia wapi? Mkapi Kivu. Wapi? Wadona. Kuko behaba kwa pasai lakini wako muraha. Wako na jinjoy kwa dona. Ndio vile bajene wamesema haiko mimi sina bidi kojene, mele mijayo sizoe. Sasa ndio maana ni kusema unaishi kivipi? Wewe Mkristo unayeshika unayekubali amri za Mungu, unatembeaje kulingana na amri za Mungu? Amri za Mungu inakuwa ni maisha yetu ya kila siku. Amri za Mungu inakuwa ni njia yetu inatuongoza katika kweli na haki. Na hatutaweza sisi wenyewe isipokuwa Mungu mwenyewe kutuwezesha. Jioni ya leo unaposema, Mungu, nahitaji tena kutembea katika sheria zako. Nahitaji kutembea katika njia ya kweli na haki. Tunakusihi uweze kusimama. Na wageni wetu